Yes, kwa majina naitwa Mohamed Juma, ingawa ananitambua MJ Clever photographer. Leo nipo maeneo ya Jang'ombe, nipo na washikaji zangu hapa wawili watatu kwa ajili ya story mbili tatu. Kama ilivyo, tunaongelea masuala ya kimaisha zaidi. Okay, labda niulize kati yao wanaweza labda wakanijibu japo majina ya nickname zao niwajue. Labda wanaitwa nani kijana hapa? Naitwa Abdul Mbaruku, nickname Bataro. Okay, na mwenzangu hapa naye. Majina yanaitwa Abdullahi Mjana aka Ipogo Shirazi au wengine wanaita Mwalimu Muhammad. Okay. Na huko majina yanaitwa Muslim Suleiman Masudi aka Mavela. Okay. Leo nipo na vijana wenzangu, tutaongelea kuhusiana na masuala ya maisha zaidi, kwa sababu kila maisha yanavyokwenda vijana nao ndo wanakwenda kuwa wazee. Sasa tutaachia vijana wenzetu ambao ni wanetu. Leo labda niulize katika eneo hili la Jang'ombe maswali mawili matatu. Labda unaweza ukaniambia chochote kuhusiana na hii sehemu Jang'ombe? Nitakujibu, yani nitaongea kwa mujibu ambapo ninapoelewa mimi mwenyewe. Maana Jang'ombe ni kubwa, alafu mimi ni mdogo, kuna watu mambo mingi tu wanaelewa, ila nitaelezea kwa mujibu mimi mwenyewe nitakapojua. Sasa siwezi kuropokwa kwa mambo mengine ambayo nilikuwa siyaelewi. Nitaongea kwa mujibu ambapo mimi mwenyewe ninapojua. Naam. Okay. Labda mnaweza kati yenu utafute mmoja ambaye anahisi anaweza akaniongelezea kuhusiana na masuala ya maisha ya upande wa Jang'ombe, kama mazingira yanavyoonekana hivi, anaweza akanielezea kwa ufupi tu kati yenu hapo. Pogo muelezee kijana. Nitaelezea mimi. Okay. Hii ni Jang'ombe. Hapa tulipo kwanza ni Jang'ombe. Kwanza Jang'ombe kama Jang'ombe ni mtaa mkubwa mno. Jang'ombe kama Jang'ombe. Alafu Jang'ombe kama Jang'ombe imekusanya mambo mengi sana. Nikikwambia mambo mengi sana ni mzunguko ambao uliotuzunguka kwenye hii jamii. Sawa. Kwanza Jang'ombe kuna mabotikazi, Jang'ombe kuna wafanyakazi, Jang'ombe kuna vigezo vingi tu. Hususan watu kutoka Ulaya lazima Jang'ombe waelewe, kutoka sehemu tofauti. Naam, hii Jang'ombe imetoa watu wenye ujuzi kutumia mikono yao, watu kutoka serikalini. Pia utapoambiwa kuwa bana Jang'ombe, basi usichukulie Jang'ombe kwa ni Jang'ombe ni sehemu mbaya, labda ina watu wanakaba, labda sivyo hivyo. Yani Jang'ombe ni nzuri sana. Yani Jang'ombe utapofika katika mtaa wa Jang'ombe au katika eneo la Jang'ombe, basi wewe mwenyewe shukuru Mungu kwa umefika sehemu salama. Kutokana muda wowote, wakati wowote, utachokitaka wewe unakipata. Okay. Sawa. Sasa labda nikuulizeni kati yenu. Nianze na kijana Bataro. Bataro. Hivi kuna kitu gani katika maisha ambayo ulikuwa umepitia ambacho mpaka leo kinakuumiza na huwezi kukisahau? Okay. Asante na nashukuru kwa kupata fursa ya kuongea. Katika kitu ambacho nitakachokuwa sitokisahau nilichopitia. Maisha ya sasa hivi naenda nayo. Ndio. Maisha ya nyuma nilikuwa nipo sina kazi hapa mtaani. Nahangaika tu. Ukipita mara unaambua mwangalie ukapita asiyakaondoka na kitu. Unaenda unarudi. Alhamdulillah, Mungu kajalia maisha yameenda. Nimejichanga mpaka nimepata usafiri wa bodaboda. Mpya, nimepasisha, nimesajiliwa kila kitu. Hiyo nilikuwa natembelea nayo, tunaenda kwenye mikutano, tunaenda sehemu nyingi. Sijawahi kukamatwa. Ila badala ya kumaliza mikutano na Honda yangu imepasi, imekamatwa. Kilichoniuma, wanataka pesa kuanzia 300,000 na kitu. Na Honda haina makosa. Kipindi chote haijai kukamatwa. Kwa hiyo mambo yetu yashaisha, sherehe.
Kwa hiyo sisi watu wadogo wadogo tulikuwa tukishangilia na tukipata zile raha za kwenda huku na huku. Sasa hivi tunakula maumivu. Hayo ndo nakuwa sahau, maana hujui kufanya kazi gani. Okay. Ya labda ni ushauri gani ambao unaweza ukatoa kwa viongozi wako? Ushauri naotaka nitoe mimi kwa viongozi wangu, maana viongozi wangu mimi ni mawasiliano. Kutokana na kazi ninayofanya bodaboda, viongozi wangu watakuwa ni mawasiliano. Na wauza maduka ya Honda. Sawa. Kwa ushauri naoomba ili tuende sawa, kama kuna muda aliongea ndugu yangu, tutafute vigezo vya kupata pikipiki ili itoke dukani. Unapoenda kununua pikipiki basi wakufanyie process zote, kupasisha na kupata leseni kabisa, ili unapoingia barabarani uwe sehemu salama kutafuta riziki yako. Ndio. Okay, asante sana, umenielezea kwa uzuri zaidi. Labda turudi kwa Kipogo hapa. Naam. Kipogo, labda unaelezea nini? Yaani kwenye masuala ya, kwa mfano unapewa, kuna ambao uchaguo umewekewa ajira hapo, kitu gani ambacho utakiweza katika ajira hizo ulizowekewa hapo mbele? Labda mfano labda kutengeneza masuala ya mapikipiki, kutengeneza magari, labda kutengeneza nyumba. Ni kitu gani unaambiwa katika hivi hapo uvisimamie ambavyo wewe unaviweza zaidi? Yaani ni vingi tunaviweza, kutokana mimi na akili timamu na niko vizuri na ninachokifanya pia nakifahamu. Example, pengine inaweza katokezea boss kazi labda wa mtu akaniwezesha, akanifanyia mbinu, akaniambia bwana we, labda shika pesa hizi, fanya kitu fulani, au nakupa ofisi hii iendeleze. Yaani vizuri zaidi atakaponipa ofisi ambayo pengine ofisi ya spare za gari au spare za Honda, yaani nina ujuzi wa kufanya biashara za pengine spare za gari au za Honda, oili na vitu vingine ambavyo vya motokaa au motorbike. Nao ujuzi huo na nao ujuzi wa kuviendesha na maisha yakenda yangu hayo. Okay, labda tunaweza tukajalizia kitu kimoja kwenye swala la, kwa sababu tunakumbuka tushafanya zile sherehe zetu nini, tukaenda tukasherekea. Nilikuwa na kuona katika watu ambao walikuwa wanakwenda nao pia, labda una washauri nini mwakilishi wako na mbunge wako kwenye hili jimbo la wapi hapa Jang'ombe? Yaani swali zuri sana ulioniuliza. Kwanza, kitu cha kwanza, waheshimiwa wetu wasisahau kwa sisi ni wananchi wao. Sisi tuliwasapoti sana katika mipango yao kipindi cha kampeni. Sasa hivi washafanikiwa, wasisahau kutokana na mazingira yanapokwenda, wenyewe hali halisia wanaijua ya maisha yetu. Kwa kipindi kile cha kampeni walikuja wakatuahidi mambo mingi tu. Sasa hivi washafanikiwa, atakuwaona machoni hatuwaone. Sometimes wajaribu kukaa kufikiria, kama wao wazaliwa wa Jang'ombe, waangalie na maisha ya Jang'ombe jinsi yalivyo, bila kuropokwa na kuongea kwa wao wenyewe. Wakae watafakari, waangalie kwa Jang'ombe jinsi ilivyo na vijana wa Jang'ombe jinsi maisha yao wanapoyaendesha. Siwezi kuongea mengi kutokana Jang'ombe kama Jang'ombe kuna mzunguko wa vitu vingi, mzunguko wa watu wengi, mzunguko wa maisha, wao wenyewe wanaelewa. Okay. Labda ninaweza nikakuulizeni, nimeona hapa mbele yetu kuna kiwanja hichi ambacho sio kidogo, labda inatokea anakuja mheshimiwa mmoja kati yao anakwambieni, mfano nikukupeni maeneo haya, ni kitu gani kingine mtakuwa mnahitaji kuwekeza hapa kwenye hichi ile eneo la kiwanja hichi hapa hichi? Okay. Tunashukuru kupata fursa ya kuongea kitu hichi. Ndugu yangu alikwambia Jang'ombe ni kubwa na ina mambo mengi. Tukiongelea kwa hii sehemu tulokuwepo sisi na mazingira yaliokuwepo, unaona kuna jaa, sehemu ya kuingia maji, na hii sehemu ni ya machinjio ya mbuzi.
kwa eneo ile hapa lililokuwepo. Kwa mimi uono wangu, sichinji mbuzi wala sifanye kazi hiyo, kazi yangu ni ya bodaboda. Ila haya mazingira nayoyaona, ili tupate usafi, kuwe salama na ndugu zetu, basi watuweke hata sehemu ya kuchinjia mbuzi siku ya sikukuu ya Idi ama siku za sherehe, kwa sababu hii ni sehemu ya machinjio ya hapa kwetu sisi, kuliko kuweka damu inaenea na vitu vingine. Tujue na set na sehemu yetu, tunaenda kwa ng'ombe, tunaenda sehemu yetu, kuna sehemu tunachinja na tunachuna na vitu vipo sehemu vinavyoenda, hakuenei uchafu. Okay. Labda tukirudi kwenye swala la maisha zaidi, labda ni jambo gani kubwa ambalo unahisi sasa hivi unalihitaji ambapo kipindi hicho ulikuwa hujawaza hicho kitu? Okay. Jambo kubwa nalolihitaji kwa sasa, tuangaliwe na wakubwa wetu ambao waliotuzunguka. Sisi tunawajua ila wao hatujue. Unaweza unampita unamwambia wewe ni kiongozi wangu, asikujue. Wakati wewe unamjua vizuri sana, anao watu wake anawajua. Kwa hiyo ninachokiomba, tupate na sisi fursa ya kujulikana, ili tupate tutoe malalamiko yetu madogo madogo na hoja zipate zisikilikane. Wanapozisikia wao, hata kama ni ndogo, lakini anazitia akilini. Hiyo ndo ninayoiomba mimi. Okay. Tukiacha kwenye masuala ya ajira kwenye kusaidiana, labda ni kuulize kwenye upande wa ulipotokea. Hivi tukirejesha miaka mitatu nyuma, ni kitu gani ambacho sasa hivi unajutia kwenye miaka mitatu nyuma ambayo ulikuwa umepitia? Kitu ambacho ninachojutia sasa hivi katika miaka mitatu ambacho nimepitia, kwanza kitu cha mwanzo, hii Jang'ombe yetu tuna shida ya ukaaji wa maji. Na ukaaji wa maji uko hivi, inatakiwa sisi kama ni sisi, basi tusiangalie serikali, tujiangalie sisi. Kwa hii ni sehemu yetu, tunakaa sisi na familia zetu na wazee wetu, tunaitana baadhi ya vijana tuwe tunasafisha angalau mitaro, itaponyesha mvua maji angalau yawe yanakwenda. Katika maisha yetu tunakaa tunawaza sana, ikifika kipindi cha mvua, ikinyesha mvua maji huwa yanachelewa kuingia kwenye mitaro kutokana hatusafishi. Tusiangalie serikali kwa bana manispaa nendeni sehemu fulani mkasafishe, no, sometimes tujaribu si yenyewe kusafisha mitaro. Hicho inakaa ndani ya nafsi muda mrefu, kutokana itakaponyesha mvua alafu mitaro tukisema tusubiri serikali au manispaa waje kusafisha mitaro, inakuwa so kweli. Kutokana sisi ni wakazi, inatakiwa sisi ndio tunasafisha. Sasa ninachotaka kusema, vijana tutapoitana au tutakapoitwa, itike ili tusafishe mazingira, maji yapate kwenda, ili tupate kukaa salama. Mpaka hivi sasa hivi naongea na waza, tunaongea kwa itakaponyesha mvua tutaishi vipi mazingira ya Jang'ombe. Maji hayakai sana, ila tu itakaponyesha mvua kubwa maji yanatoka sehemu tofauti, misingi midogo. Yani inatakiwa misingi tuisafishe ili maji yapate kwenda. Hilo swala linaniumiza kichwa sana la mvua, kukaa kwa maji kwa Jang'ombe. Okay. Labda kuna kitu umekiongea hapa, nimenotice kuna kitu tunaweza tukakiongea zaidi. Labda kwenye swala la tuiweke ajira maeneo haya hapa, alafu tuweke kwenye masuala usafi eneo hili hapa. Mnaonaje mkawaweka waheshimiwa wenu kati na kati? Hapa ajira, hapa waheshimiwa, hapa usafi. Eneo letu la Jang'ombe hili kama linavyoonekana aliko vizuri sana. Ndio. Labda mnahisi mngewapa malalamiko gani waheshimiwa wenu kwenye swala la usafi ikawa ni ajira yenu? Nalionaje nyinyi? Hilo swala tunaliona ni swala zuri sana, kutokana na hao waheshimiwa hawakutoka mbali, hawakutoka mtaa wa pili au watatu. Hao waheshimiwa ni waheshimiwa hapa hapa na mazingira wanayajua
vizuri tu, haina haja kuropokwa sana, kutokana waheshimiwa wenyewe wanajua mazingira ya Jang'ombe jinsi yalivyo. Sasa ninachoongea mie, waheshimiwa wasisahau kuhusiana na mambo hayo, wasisahau. Sisi tunapata shida baadaye, tunakuja kukaa tutakuja kuongelea upande vibaya. Yani inatakiwa kila baada ya mwaka, kila baada ya miezi, kila baada ya season ya mvua wajue kwa bana, wananchi wangu tatizo lao kubwa itaponyesha mvua, shida za maji. Sasa wasisahau, si hatutaki kulipwa, watuletea zana tu, tujishughulishe sisi wenyewe. Kama tunasafisha mitaro, tunaweka sawa, mambo yanaenda rasmi. Hatuna haja ya kulipwa, sisi wenyewe tutajitolea tu kwa nguvu zetu inshallah. Okay. Sasa labda ni jengine hapo niliwekee kwenye upande wa ajira. Sawa, ni uzuri kwa sababu sehemu unaoishi inatakiwa safi, na ndio maana pia wakasema hata malipo hayahitajiki, kwa sababu kunapohitajika ni swala liwe safi, alafu mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo unaonaje kuambia waheshimiwa wenu kwenye swala la ajira zaidi? Nataka msaidiweje au muweje, mkae sehemu gani ili ajira zenu na nyinyi, kama mfano wewe tayari uko ni bodaboda, uendelezeshwe vipi au uwekewe sehemu ipi ambayo nahisi kwamba sisi kama bodaboda, watu wa bodaboda maeneo ya Jang'ombe, ni kitu gani ambacho tunachokihitaji zaidi? Okay. Nashukuru. Kikubwa nachokihitaji ama tunachokiomba kwa sisi watu wa bodaboda wa hapa Jang'ombe, na Jang'ombe kubwa, vijio vipo vingi. Kwanza tumepewa ile fursa ya kuambiwa tujiajiri. Nataka niongelee hiyo neno kusema fursa. Hiyo kauli mpaka sasa hivi sijajua inakamata sehemu gani ama ina mantiki gani. Ukisema fursa ni kubwa. Yaani fursa ni kumpa mtu kama nafasi ajifanyia anachotaka, kimuingizie. Ila fursa ile inachukuliwa ni fursa kwa wengine. Unapokitafuta wao ndio wanapa fursa ya kuwapa ukishawachangia. Kwa hiyo fursa sijajua ni fursa gani mpaka sasa hivi tunatakiwa tuende nayo. Ila kama ni fursa kujiajiri, tumeshatafuta pikipiki, umeshapasisha, ila bado ile 200 unayochanga unasubiriwa shatimia 200,000 ndio inachukuliwa. Sasa hapa tujajua fursa iko wapi, kama ni fursa kutafuta ukachanga baadaye ukaitoa, ama ni fursa utafute ile ujiendeleze kiuchumi. Okay. Labda hapo kwa sababu unajua tukisema tunakwenda kwenye swala la fursa, tukisema tunaongelea masuala ya kujiajiri, na tayari umefanikisha kwenye jambo moja, jambo la pili, bado jambo la tatu. Jambo la tatu ni nini? Jambo la tatu ni swala la unalosema wewe kwamba labda unaweza ukawa tayari 200 yako umechanga mpaka imefika 200,000. Kwenye 200,000 unakuja kukutana na mtu anayekupunguza pesa ikarudi ikawa 200. Labda unaomba nini kupitia viongozi wako waheshimiwa wako, ikiwa ni mwakilishi, ikiwa ni mbunge, ikiwa maeneo ya mawasiliano, wewe unashauri nini kwenye upande wako? Okay. Nashukuru. Mwanzo niliwahi kuongea vile, nilitanguliza kuongea kuhusu kununua kule pikipiki zisitoke mpaka wakamilishe kinachotakikana. Kwa hiyo ninachoshauri mimi, ili tuende sawa kwa bodaboda wote, sio wa Jang'ombe tu, wote, kwa sababu bodaboda, ukizungumzia bodaboda ni sasa na familia ya vijana waliojiajiri. Kwa hiyo hii familia ili ende sawa, isionekane ni ya kihuni, basi wafanye vile wanapotaka wao, watupangie wanapotaka wao. Kama bwana sasa hivi watembee madukani, hamna kununua Honda, mpaka anaikuja kununua Honda awe na leseni, au kama inatakiwa passport anayekuja kununua Honda awe na passport. Yote inawezekana, kwa sababu uwezo ukatoa pesa kwa nyingi ukaenda ukanunua Honda, alafu uko njiani unaipeleka hata kwa funde haijafika ukakamatwa. Uwezo ukajitetea ukasema hii ndo kwanza inatoka dukani, hata siku moja tayari shengia barabarani. Kwa hiyo ili tuende sawa nao, maana tuende sawa nao, tusioneane, basi wafanye hivi tunapotaka sisi.
Salama. Harakati. Sawa. Wafanye tunavyotaka sisi, kama tunavyofanya wanavyotaka wao. Tunanunua Honda, tunaweka setimira, tunaweka kila kitu, lakini bado nakamatwa. Ili twende sawa, tusolve matatizo yote, basi wasituuzie Honda madukani, wakaweke vikwazo madukani na sheria zao kali. Hamna kuuza Honda hata moja mpaka mtu aje na leseni, na isitoke mpaka ipase, iwe iko safi. Hata mtu akiingia barabarani asikamatwe, akamatwe tu kwa kosa indicator wake. Hicho ndio natakiwa. Okay. Labda tutakuwa tunaendea tamati tena kwenye masuala ya mahojiano kama hivi, kama ni washikaji tumekaa maeneo ya maskani hapa, labda kati yenu kuna mmoja anaweza kuongea chochote kuhusiana na masuala ya maisha ili tufungie na kuongea kwake chochote. Mimi naweza kuongea kuhusiana na habari ya masuala ya maisha. Kutokana maisha kila mmoja Mwenyezi Mungu anavyompangia. Na Mwenyezi Mungu kasema tokeni mkatafute. Na naamini tutakapotoka kwenda kutafuta, basi naamini kwa uwezo wa Mungu hukosi chochote cha kupata. Samee mawazo yangu yanasema hivi, kwa tutoke tukatafute, na tukitoka tukwenda kutafuta, naamini tutapata chochote, ila Mungu atubariki kazi zetu za mikono. Yangu haya. Okay. Okay, nikiwa maeneo ya Jang'ombe, ni mimi wako MJ Clever Photographer. We are out.